Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa majina yangu naitwa Emmanueli wa Kisa Mwandindi. Ni mwinjilisti. Nimetokea kanisa la mchungaji wetu Simoni Upina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi inampendeza Mungu niwepo leo mahali hapa. Lakini kwa muda huu ambao Mungu amenipa kibali, ninatamani sana kila ambacho Mungu amekikusudia juu ya maisha yako ukakipokea. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kusoma somo linalosema kwenda kwenye baraka zako ni lazima upigane. Kwenda kwenye baraka zako ni lazima upigane. Vita tunavyoviongelea sio vya ngumi, sio vya kimwili, bali ni katika ulimwengu wa roho. Mwanadamu yeyote aliyeumbwa na Mungu anazo baraka. Liko kusudi. Hakuna mwanadamu ambaye hajabarikiwa na Mungu. Yaani mwanadamu alivyoumbwa tu, Mungu aliweka kitu ndani yake. Mungu aliweka baraka ndani yake. Wengine Mungu aliwawekea mifumo kwamba kwa kupitia elimu yake ataishi vizuri. Mwingine kwa ajili ya biashara, mwingine kwa ajili ya kilimo, mwingine kwa ajili ya mifugo. Mwingine yani katika maisha yake anaweza Mungu akambariki hata kwenye uzao, kwamba kwa kupitia uzao wake atafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini ni lazima upiganie baraka zako. Ni lazima upiganie baraka zako. Uwezi ukapata kirahisi kabisa. Uwezi ukapata kirahisi, kwa sababu yupo anayezuia. Twende kusoma kitabu cha Waefeso 6 mstari wa 12. Waefeso 6 aliyepata ndio kusoma. Waefeso sura 6 mstari wa 12. Waefeso sura 6 mstari wa 12. Tutasoma kama ilivyoandikwa. Ndio. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, ndio, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, ndio, juu ya majeshi ya pepo wabaya, ndio, katika ulimwengu wa roho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Biblia inasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni katika ulimwengu wa roho, wakuu wa giza, mapepo wabaya. Ziko falme ambazo tunashindana nazo. Ziko mamlaka ambazo zinasimama kinyume na hatima ya maisha yetu. Zinasimama kinyume na baraka zetu. Ziko zinazozuia katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inasema kwamba kushindana kwetu si kwa damu na nyama. Kunatakiwa kwamba tusimame katika haki. Tusimame katika neno. Tudumu katika maombi ili tuzipate baraka zetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu Paulo aligundua kitu. Hakuona kwa mwanadamu kwamba vitu vinapatikana kiwepesi. Ni kweli Mungu ameahidi baraka kwa watu wanaompenda. Ni kweli Mungu ameahidi kwamba atambariki mchini, atambariki atoka hapo, atambariki ingia hapo. Ni sahihi. Lakini ni lazima uombe. Ni lazima uombe. Ni lazima uombe. Maana katika maombi uko uweza wa Mungu unaoweza kuzibatilisha zile kazi za shetani, kupigana na zile nguvu na mamlaka za yule adui zinazosimama kinyume na wewe. Lile ambalo Mungu amekusudia juu ya maisha yako, shetani anapojaribu kuzuia, wewe unaposimama kwenye maombi, maombi yanageuka kuwa upanga. Maombi yanageuka kuwa mshale. Maombi yanageuka kuwa moto. Yanapisha, kwa sababu ndani ya maombi yuko Mungu mwenyewe. Ni lazima liwepo kusudi, ili wewe Mungu ukisimama kusudi la Mungu likafanyeje? Likatimie.
Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie Kutoka 3. Ugundue kitu ambacho kipo. Kutoka 3 mstari wa kwanza. Kutoka 3 mstari wa kwanza. Kutoka sura ya 3 mstari wa kwanza. Ndio. Tasoma kama ilivyoandikwa. Basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe, ndio kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu, hata Horebu. Mstari wa 2. Ndio. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Ndio. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Ndio. Musa akasema, nitageuka sasa nione maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Mstari wa 4. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Mstari wa 7. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao. Ndio, kwa maana ya wasimamizi wao